السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ahbabi alkiram, ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, ni shukrani zake Allah jalla jalaluhu kuzurudisha kwake ambaye ametujalia tumefikia muda huu, ikiwa sasa ni saa 11, nikitarajia kwamba kaka yangu, dada yangu, Allah bado anakulinda na kukuhifadhi na kukuangalia katika jicho la huruma mpaka amekufikisha wakati huu. Alhamdulillah, na kukumbusha uregeshe shukrani kwa Allah juu ya hilo, si katika uwerevu wako wala maarifa yako wala mwingine kufikia muda huu. Wako ambao wameamka wazima, lakini sasa hivi tunazungumza wako hospitalini katika hali tofauti tofauti. Na mimi alhamdulillah tuko wazima na afya njema. Ni shukrani zake Allah kuzurudisha kwake ndugu yangu uliye mwema. Tumo ndani ya nasaha zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni nasaha ambazo zinatulea malezi mema, malezi mazuri, malezi ambayo yatatufanya tuheshimike, tutambulike na tuhifadhike ndani ya maisha yetu, pale ambapo tutakwenda kushikamana na mafundisho na nasaha zake Mtume alayhi salatu wassalam. Ahbabi alkiram, leo tumo ndani ya nasaha ya 36. Ni hadithi ambayo ni Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema sahaba huyu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehema zake za Allah ziwe juu yake, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau chochote katika mambo mema, usidharau chochote katika wema. Lolote ambalo waliona na walijua kwamba ni katika wema, usidharau hilo, hata kama ni kitu kidogo. Usione kwamba kitu ni kidogo lakini ni wema ukadharau, ukapuuza, ukaacha kukifanya kitu hicho, ile hali ni wema. Usidharau. Hujui ni kipi ambacho kitakusaidia, hujui ni kipi ambacho kitakuokoa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anatuambia usidharau chochote katika wema. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, na hata kama ni kukutana na ndugu yako kwa uso ulio na furaha. Kitendo cha kukutana na ndugu yako ukao ule uso una furaha, unadhihirisha mapenzi, hili ni jema pia. Huu ni wema, usidharau hivyo. Libebe hili, uchukue kwamba huu ni wema. Unapokutana na ndugu yako, basi dhihirisha mapenzi na furaha kwenye uso wako. Ni hadithi ambazo zinafanana na hadithi ambazo zimetangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba ile tabasamu katika uso wa ndugu yako ni sadaka. Kule kufurahi, kuonyesha furaha na uso ulio na bashasha mbele ya ndugu yako, basi hiyo ni sadaka. Allah anakulipa kama umetoa sadaka, ni katika wema. Na hii hadithi ya leo Mtume alayhi salatu wasallam anatuambia usidharau lolote katika jema, hata kama ni kitu kidogo, usikidharau. Kitendo cha kufurahika mbele ya ndugu yako, mbele ya kaka yako, mbele ya dada yako, ni kitendo ambacho ni chema, basi usikidharau hiki. Ndugu zangu, mara kwa mara tunasema Uislamu ndio dini ya pekee ambayo haijaacha malezi mazuri, mafunzo mazuri ndani ya ulimwengu, kumwelekeza mwanadamu mahali ambapo patamfaulisha. Wakati ambapo ndugu zangu watakuwa kila mmoja ameufungua uso kwa mwenziwe, kila mmoja uso una furaha kwa kumwona mwenziwe, watu wataishi vizuri ndugu zangu. Ulimwengu utakuwa mzuri, kwa sababu ni jambo ambalo linajenga yale mapenzi, linajenga uhusiano mwema. Hakuna jambo baya ndugu zangu
kama watu kuishi na uadui, watu kuishi kiuadui, watu kuishi kivita. Ni katika mambo mabaya sana ambayo yanaondoa kila yaliyo mazuri. Mahali ikiwa watu wanaishi kivita, tusitarajie kheri ya aina yote ndugu zangu. Tusitarajie kheri ya aina yote, wala tusitarajie baraka ya aina yoyote. Kuna watu wanaishi katika mitaa hivyo ndugu zangu, majirani kwa majirani wanaishi kiuadui kabisa. Jirani huyu akimwona yule uso ameukunja, yule naye akimwona yule uso ameukunja, hana furaha na mwenziwe. Kila mmoja asema mimi nitamkunjia uso, nitamuonyesha uso wa mbuzi. Sasa ndio nini kusema nini hivyo? Iko mitaa ndugu zangu, maisha ni hayo. Kila mmoja ni yeye na familia yake, hataki habari ya mwenziwe, hana furaha kwa mwenziwe. Ni jambo ndugu zangu linaleta uadui mkubwa, na ni jambo linaondoa baraka. Kila ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza nalo ndugu zangu ni manufaa kwetu sisi, ni faida kwetu sisi. Ile jamii ikiwa inaishi katika mapenzi, inaishi katika furaha, hii jamii itakuwa ni jamii yenye kubarikiwa ndani ya maisha yake. Itakuwa ni jamii ambayo itabarikiwa ndani ya maisha yake. Watu ndani ya nyumba wakiishi kwa mapenzi na furaha, watu kucheka, ndipo pale patapatikana nini? Watu kusaidiana ndugu zangu. Si kweli kwamba utatoa msaada kwa mtu uliyemkunjia uso, wala si kweli kwamba mtu uliyemkunjia uso atakuletea msaada, ila mtu ambaye amekwenda kushikamana na yale mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muunge aliyekukata, yule aliyekukata wewe muunge. Kwa ni yule mwanadamu ambaye ameyashika mafunzo haya, basi atakuunga pamoja na kwamba umemkata. Lakini aghlabia si kweli kwamba yule ambaye umekwenda kumjengea uadui, huna furaha naye kwamba atakujali katika jambo lolote ndugu zangu. Na la masikitiko makubwa ni watu kuishi ndani ya nyumba kati wenye kuoana. Pia kuna baadhi ya wanandoa wanaishi, lakini kila mmoja uso wa mbuzi. Kila mmoja hana furaha kwa mwenziwe, kila mmoja hana bashasha mbele ya mkewe, mbele ya mumewe. Watu wanaishi maisha hivyo, si katika malezi, si katika mafundisho ndugu zangu. Ni sisi ndugu zangu kushikamana na mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ambayo mara kwa mara tunasema ndani yake muna hidayah, muna uongofu ndani yake muna khairi, ndani yake muna neema, ndani yake muna kufaulu. Kujiweka mbali na mafunzo yake Mtume ni hasara ndugu zangu ndani ya maisha yetu. Hadithi yetu ya leo imekwenda kutuhimiza kwamba tusidharau lolote ambalo ni jema, tuweze kulishika na kulitenda. Tusiseme kwamba hiki nacho pia nikifanye, jambo hili nalo pia nilifanye, kwa kulidharau kwamba ni dogo. Hujui ni lipi ambalo litakunufaisha, litakalokuokoa hapa duniani na vile vile kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile tuwe ni wenye furaha tunapokutana, tuwe ni wenye kucheka tunapokutana. Tusiwe ni watu ukimwona mwenzio umekwenda kununa kama ambaye umeona adui. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.